Yo good people, niko ndani ya Konde Gang, and Konde Village. I'm privileged to have the superstar himself, man. Welcome, brother. Mazee, let me celebrate you when you're still alive, man. Umekata mipaka, alafu ghetto za Kenya zinakubali mbaya sana. The only artist from Tanzania. Nimepitia sheria za kamati ya maadili ya chama na bunge. Simuoni kabisa Konde Boy kwa ninavyoona. Hata kama nikisema bombo clat sitoruhusiwa. Naomba niwapongeze tu wana CCM mliojitoa kutangaza nia za kugombea nafasi tofauti, especially vijana. Dini yenye nafasi kubwa ya wafuasi wengi ujue inakubalika. Tandahimba, chagua kiongozi bora atakaye msaidia rais wetu miaka 5 ijayo. I'm hungry for the more success music. 3 bila inshallah. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Mwana Hasbidioni leo Harmonize amenyosha mikono. Konde Boy amewaza akawazua akaona haifai kujiingiza kwenye mambo ya kugombea nafasi ya ubunge wakati bado tuzo zinaningojea. Haifai kujiingiza kwenye mambo ya kugombea masuala ya tuzo, masuala ya ubunge wakati bado tuzo zinaningojea. Harmonize Mwana Hasbidioni amebadilisha gia na kuamua kuachana na lile tamko lake la kwanza la kuhitaji kuingia kwenye mchakato wa masuala ya kibunge, yaani kugombea nafasi ya ubunge Tandahimba. Harmonize hutumia akaunti yake mama zaidi ya mtandao wa kijamii ya Instagram ameweza kuandika ujumbe ambao unasomeka hivi: nimepitia sheria za kamati ya maadili ya chama na bunge. Simuoni kabisa Konde Boy kwa ninavyoona. Hata kama nikisema bombo clat sitoruhusiwa. Naomba niwapongeze tu wana CCM mliojitoa kutangaza nia za kugombea nafasi tofauti, especially vijana. Dini yenye nafasi kubwa ya wafuasi wengi ujue inakubalika. Tandahimba, chagua kiongozi bora atakaye msaidia rais wetu miaka 5 ijayo. I'm hungry for the more success music. 3 bila inshallah. Maybe best couple featuring ndugu yangu, rafiki yangu, inawezekana mkaikuta kule hewani. Umekuwa ni ujumbe ambao ameweza kuandika mahususi kabisa kama sehemu moja ya kutangaza kwamba yeye hataweza kushiriki masuala ya kisiasa kwa mwaka 2025, bali atakuwa ni miongoni mwa watu ambao watashiriki kupongeza na kuwachagua viongozi wanaowapenda. Yapi ni maoni yako Mwana Hasbidioni? Kwa sababu pia tayari ninayo maoni ya baadhi ya watu ambao wamepita kwenye akaunti yake. Kwa mfano, ninayo maoni ya Hasbidioni mwenye, of course nilikuwa miongoni mwa watu ambao pia waliweza kutoa maoni yao au maoni yangu, na mimi nikasema kiukweli kabisa kwenye hili umeongea uhalisia. Inabidi kwanza ajifue, akishakaa vizuri anaweza kuingia pia kwenye ulimwengu wa siasa. Mwana FA ambaye sasa hivi ni kiongozi mkubwa alikuja akacheka sana. Hanskana alisema no bombo clat no ubunge. Then akaja Karim Mastora akasema maadili sio maadiri. Walikuja Konde Gang wakasema bombo clat, lakini pia alikuja Cox Dawa yao akasema morning classmate. Alikuja pia Official Mtana akasema blow. Kwa hiyo neno bombo clat ndio linafanya uache kusikiliza kero zetu, shabiki huyu kindaki wa Konde Boy. Lakini pia Mwana Hasbidioni unaweza kuniambia na wewe pia kwa njia ya comment section, yapi ni maoni yako? Shirika la Fedha Duniani linakadiria kwa kasi ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania mwaka huu 2025 utafikia 6%. Pato ghafi la Tanzania la taifa limeongezeka kutoka shilingi trilioni 156.4 mwaka 2021 hadi kufikia shilingi trilioni 205.84 mwaka 2024. Hivyo basi pato la wastani la Mtanzania nalo
limeongezeka kutoka shilingi milioni 2,367,411 mwaka 2020 hadi shilingi milioni 2,938,634 mwaka 2024. Pia shilingi yetu imeendelea kuimarika. Mheshimiwa Spika, kiashiria kingine muhimu cha utulivu wa uchumi ni mfumuko wa bei ambao uliendelea kuwa chini ya 5% kwa miaka yote minne. Kiwango hiki sio tu kipo ndani ya lengo letu kama nchi la kuhakikisha hakizidi 5%, bali pia ni miongoni mwa viwango bora Afrika Mashariki na kiko chini ya wastani wa mfumuko wa bei ulioshuhudiwa barani Afrika, hali inayotokana na utekelezaji madhubuti wa sera za fedha na bajeti na uhakika wa upatikanaji wa chakula katika masoko ya ndani kutokana na kukuza tija katika kuzalisha au uzalishaji wa chakula. Mheshimiwa Spika, mauzo yetu ya bidhaa nje ya nchi yameongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 6.39 mwaka 2021 hadi kufikia dola za Marekani bilioni 8.7 mwaka 2024, na kutunisha akiba yetu ya fedha za kigeni ambapo hadi mwezi Aprili 2025 tulikuwa na akiba ya dola za Marekani bilioni 5.6 inayotosheleza kuagiza bidhaa na huduma kwa miezi 4.5 kama ilivyo lengo la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, kufuatia marekebisho ya sheria ya madini sura ya 123, Benki Kuu ya Tanzania iliweza kununua na kuwa na akiba ya kilo za dhahabu 3,424 zilizonunuliwa kwa gharama ya shilingi bilioni 702.3, na ununuzi unaendelea ili kuimarisha zaidi kiwango cha akiba tulichonacho. Mheshimiwa Spika, kuhusu suala la makusanyo ya kodi, nilielezea Bunge kwamba ningependa kuona wafanyabiashara, wawekezaji na wananchi wanaelimishwa na kutambua kwamba kodi ndio msingi wa maendeleo ya nchi na hivyo wawezeshwe kulipa kodi bila kutumia mabavu. Katika kufikia azma hii, serikali imeimarisha mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji mapato, udhibiti wa mianya ya kupoteza mapato, kuanzisha jukwaa la kodi na uwekezaji na kuijengea uwezo mamlaka ya mapato Tanzania na mamlaka nyingine za ukusanyaji mapato ya serikali. Jitihada hizo zimeongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa mwezi kutoka shilingi trilioni 1.51 mwezi Novemba 2020 hadi shilingi trilioni 3.09 mwezi Machi Nashukuru Mheshimiwa Bunge. Kwa hiyo tumefikia shilingi trilioni 3.09 mwezi Machi mwaka huu 2025, ikiwa ni ongezeko la 104%. Ili kuimarisha zaidi usimamizi wa kodi nchini, niliunda tume ya Rais ya marekebisho ya kodi ambayo tunatarajia itakuja na mapendekezo yatakayoleta mageuzi ya kiutendaji kwenye mifumo wa utozaji na ukusanyaji wa kodi nchini. Mheshimiwa Spika, ili kutoa huduma bora kwa wananchi, bajeti ya serikali imeongezwa kutoka shilingi trilioni 34.88 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 50.29 mwaka 2024-2025, ikiwa ni ongezeko la wastani wa 8.84% kwa mwaka. Nalishukuru sana Bunge hili kwa kupitisha bajeti hizo. Kwa kweli bajeti zilizokuwa zikipitishwa na Bunge hili zimekuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo kwa kuboresha huduma za kijamii na kuwezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati.
Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.